Okay, sawa. Kwa majina naitwa Joseph Swahili Asamba, bunge la mwananchi Jacaranda, Attorney General. Nataka kuzungumza kwa mambo ambayo imefanyika Kenya hii, ambapo wa Somalia wamenaweza kukanyaga bendera yetu ya Kenya. Hiyo ni kudahalalisha nchi yetu. Na nimesikia Minister wa Interior akisema ya kwamba hao vijana wakuwe arrested. Lakini kulingana na mimi, that is not even enough. Kwa sababu hao watu wa Somalia wameweza kuamsha vidonda mingi sana katika maisha ya Wakenya. Kwa sababu hao wa Somalia wametufanyia vitu mingi sana tukiwavumilia. Saa hii tulikuwa tumetulia, hata wamekubaliwa wachukue vitambulisho wakae hapa Kenya. Lakini inaonyesha bado wanatuchokora. Bado wanatuchokora. Sisi hatutaki kwamba waseme ati hawa vijana washikwe. Kwa sababu hawa watu wako na pesa. Na sheria ya Kenya inasema kwamba ukishikwa after 24 hours ukue kotini, watachukuliwa bond na watatoka. Mimi ninataka Mr. Murkomen, Minister wa Interior, tafadhali, these people should be deported back to their country. Hata Mkenya akiwa kule nje, kwa mataifa za nje, na misbehave jinsi vile hawa vijana wameweza kumisbehave Kenya hii, huwa wanamdeport, anarudi hapa. Watu wetu si ati hawako nje, na sisi tunafurahia kwamba mataifa zingine zina accommodate wa Kenya. Lakini wakati wanapokosa heshima kwa nchi ambazo wanaenda, they normally face the consequences. Mr. Murkomen, just imagine bendera ambayo ikipandishwa, sisi wa Kenya huwa tunasimama. Yaani bendera ikipandishwa juu, Mkenya anasimama ananyamaza. Bendera ya Kenya, it is a symbol of national unity. Bendera ya Kenya, president wa Kenya, national anthem and the coat of arms. Ukidharau moja kati ya hizo nne, umedharau nchi yetu ya Kenya. Kwa hivyo kama bendera yetu ya Kenya ambayo sisi wenyewe ikipandishwa in different institutions, academic institutions na sehemu zingine zote ikipandishwa, lazima tusimame, tunyamaze, tuheshimu bendera ikipandishwa juu. Wewe kijana umetoka tu Somalia umekuja hapa Kenya, you can't respect na hujini kwa nini hiyo bendera tuko nayo. Juzi tumekuwa na vijana wa Gen Z wakiandamana. Now they were holding that flag in respect of their country. Lakini mtu anatoka Somalia, anakuja Kenya, anakanyaga bendera yetu. Alafu unasema tu washikwe kama kawaida. Hii mimi mambo ya kushikwa hakuna. These people they should just be deported. Mpaka nilifika mani kasema heri hata President Moi angekuwa available. Kwa sababu Moi mtu kama huyu angepeana 24 hours akuwa ametoka Kenya. Kwa sababu hata hatakani asimame mbele ya mahakama zetu. Because watu ukienda mahakamani kuna picha ya symbol of national unity. Ukienda kotini utapata coat of arms. Coat of arms is representing the president. And if the president is not there, the flag is there. Now ile bendera ambayo ulikuwa unakanyaga utaendaje mahakamani kotini na unaikuta huko representing the national unity. Kwa hivyo hawa vijana hata kama wameshikwa, washikwe na warudishe kwao. Wasiende katika koti zetu za Kenya. Na serikali, wakati mtu mmoja wa bodaboda ama watu wawili wa bodaboda wana misbehave, huwa wanaanzisha crackdown kwa bodaboda zote Kenya mzima ili wafanyiwe msako. Watu ambao wako na makosa ama na tabia mbovu wanaweza kukamatwa. Kwa hivyo hii imetupatia chance nzuri ya kufanya msako ya Wasomalia hapa Kenya. Hao watu wamekuja wamejificha hapa. Unapata wawili wako na ID, 10 hawana na wanaishi kwa nyumba moja. Naomba serikali fanya msako kwa hao watu ambao ni huria, hawa Somali. Yes, tunakubali kwamba kuna Wasomali ambao wanaishi Kenya na ni wa Kenya, wamezaliwa Kenya. Tunakubali. Lakini kupitia kwa hao wengine wameingia Kenya hii illegally ambao hawajui sheria za Kenya, hawajui mipaka za kutenda vitu zao Kenya hii. Mimi hata ile game ambayo Kenya itakani cheze na Somalia should just be suspended. Wa Kenya inatakana they should strike. Hata itakani wacheze hiyo game kwa sababu hatuwezi cheza na watu ambao wameshadharau nchi yetu. Na hiyo game inataka leta shida zaidi. Kwa hivyo hata serikali ingekuwa mzuri ingahirisha hiyo mechi isichezwe. Kenya kwanza tungangana hii mambo ambayo tumewaida kufanyiwa madharau kwanza iishe, ndio sasa mambo ya mpira iendelee. Lakini la sivyo, yes, football brings national unity, football brings peace. Lakini na hawa Somalia, hawa wenye wanadharau bendera yetu, bwana, haiwezekani bwana tutende tukae na watu kama hao. Tunaomba serikali ifanye msako Kenya hii. Tembeni Isili, tembeni Donholm na sehemu zingine South Sea mahali ambapo huria wanakaa. Wale ambao wanaishi hapa Kenya illegally warudishe kwao. Waende wajipange, waende wasomeshwe. Wajue kwamba Kenya, ukikaa Kenya takana kukaa namna gani. Lakini kama tutaendelea kukaa namna hii, kesho watafanya kitu kingine kubwa sana kuliko yenye wamefanya leo. Kwa hivyo ni vizuri sana tuzibe hii ufa kabla hatujajenga ukuta.
Next time hata watalipua wachezaji wetu wakiwa kiwanjani. Next time watapatikana kama wamebeba bunduki, wanakuja nazo viwanjani. Next time hao watu watapatikana hata wakirepu wasichana wetu. Hatuta tolerate hao watu kwa sababu tumeweza, we are seeing danger ahead. Therefore, the Minister of Interior kindly take action. They deport these people. Let there be a crackdown on the foreigners who are disrespecting our country. Thank you. Kabla tumalize, tumeona kwamba wale wa kutoka pale Somali wakiomba msamaha, lakini Wakenya wakasema kwamba ingawaje mnatuomba msamaha, mbona basi mmeweka bendera yetu inakaa upside down? Hiyo ni msamaha gani? Hiyo ni ndio madhara wengine. Kwa sababu wako Kenya lakini hawajajua sheria zetu za Kenya. Na ndio maana tunasema ya kwamba ni heri tu hao watu warudi kwao kwanza wajifunze. Na hiyo msamaha hatuwezi ikubali saa hii. Hawezi omba Kenya msamaha na bendera yetu bado umeiweka imeangalia upside down. Hao watu itakana waende wajifunze kwanza. Kenya bendera inawekwa namna gani? Symbols za national unity hapa Kenya ni gani? Ili wakati wanakuja kutuomba msamaha, wakuje kama wako prepared. It means they are not prepared wakati wanakuja kutuomba msamaha. Kwa sababu hata hawajui bendera yetu inatakani kae namna gani. Tuko na shida ya kwamba vijana wamekanyanga bendera yetu na bado wale ambao wanakuja kutuomba msamaha wameweka bendera ikawa imeangalia upside down. Inamaanisha kwamba hiyo ni makosa nyingine ya pili. They have also disrespected us for the second time. Therefore, ile msamaha bado haijachukuliwa. Na sidhani kama kuna Mkenya atakubali msamaha kutoka watu ambao wameshaweka bendera yetu upside down. Wanamaanisha kwamba nchi yetu iko upside down. Waende wajifunze kwanza kwamba nchi ya Kenya inaweka bendera namna gani, wanaweka shida zao namna gani, alafu watakuja kama wamejipanga vizuri. Lakini wale vijana wabaki Somali. Lakini mambo kama haya ya kudhihaki ama kudharau nchi ya Kenya ijakuwa mara moja ama mara tatu. Ni mambo ambayo inaendelea sasa hivi, na umesema kwamba usipoziba ufa utajenga ukuta. Ni kitu gani hasa ungependa serikali ifanye kuhakikisha kwamba hatujaingia kwa makosa? Manake tunamkumbuka anatembea akisema kwamba wakati ambapo unaachilia wale watu wanafanya kile kitu wanataka kwa nchi ambao waliipata pale, hawakuzaliwa kule ama waliletwa kule kupitia labda registration, wakikuja walipua ama security kikuwa mbaya, utalaumu nani? Kawaida ni serikali, kwa sababu naweza sema kwamba serikali kwa upande mwingine wamelegeza sheria za foreigners. Unajua Kenya tuko wakarimu sana. We are very lenient to foreigners. Hata wakifanya makosa unasikia kwamba tutaongea na nchi fulani. Tumeona hata Waganda, tumeona hata Watanzania wakifanya makosa, we are not that strict. It is because maybe the policies guiding the foreigners haijawekwa sambamba ili mgeni yeyote ambaye ako Kenya anaweza kujua kwamba itakana akae Kenya namna gani. So kutokana na hii kitendo ambacho kimefanyika, ningeomba serikali iweze kuweka mikakati dhabiti, iweze kuweka policies ambazo zitawezesha yule mgeni ambaye atakuwa anahalalisha ama anadhihaki sheria zetu waweze kuchukuliwa hatua, lakini hatua mzuri ambayo hawa watu takana wachukuliwe ni warudishe kwao. Hii mambo ya kufanya vetting kwa mambo na vitambulisho, sasa tumeona kwamba itakana iendelee. Kwa sababu sasa kama hawa watu kama hawa utawapea vitambulisho. Nimeona ule kijana ni miaka 17. Inamaanisha next year itakana apate kitambulisho. Je, tukimpea kitambulisho Kenya hii, ni mfano gani atakuwa ameonyesha kwa nchi? Mimi kama Mkenya nikikutana na yeye si Mkenya lakini amepewa kitambulisho, mimi Mkenya kamili niliona akiharibu nchi yangu, nitamchukulia aje? Kwa hivyo serikali, mimi ningeomba sana serikali ichukue hatua kwa kuweka policies ambazo zitaweza kuwa strict sana kwa foreigners wakiwa hapa nchini Kenya, wajue kwamba wako Kenya, and maybe wapewe temporary identity cards ambazo wakifanya mambo kama hayo zinakuwa revoked na wanarudi kwao. Isikue kwamba wanapewa permanent identity cards hapa nchini ambapo wanafilia kwamba sasa hao ni wa Kenya.